Brothers and sisters, mabibi na mabwana, hii ni The Pharmacist ya Basili TV na kujia moja kwa moja kutokea kipande hiki cha Upanga Magharibi. Ni mahojiano kati ya wakili wako wa afya na wadau mbalimbali, wataalamu, watunga sera, watafiti na wanafunzi mbalimbali katika sekta ya afya. Na leo utapata kusikia wageni wetu hapa ambao tumeungana nao, lakini pia unaweza kutufuatilia katika social media platforms zetu zote, yani Facebook, Instagram, Twitter, sasa ni X, lakini pia na pale mjini YouTube kwa jina Basili TV. Pia usisahau tunapewa nguvu na wadau wetu GI Health. Hawa ni wasambazaji na wauzaji wa vifaa tiba, ambapo utaweza kuwapata kwa mawasiliano ya 0758400000. Leo tunaungana na wadau wa Afya Fiesta 2025. Hawa ni wanafunzi wa udaktari kutoka nchini Tanzania, na leo tunaungana na wadau mbalimbali kutoka kwenye chama cha wanafunzi wa udaktari, yani TAMSA, Tanzania Medical Students Association. Na kwa sasa tunaungana na mgeni wetu hapa ambaye huyu ni mwenyekiti. Atajitambulisha kwa jina lake vizuri kabisa na atatuambia yeye ni nani, lakini pia atatuambia kuhusu Afya Fiesta. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana The Pharmacist. Kwanza ninafurahi sana kuwepo hapa leo. Na kama nilivyotambulishwa, kwa majina naitwa Saumu Haji Mkunjo, ni mwenyekiti wa chama cha wanafunzi madaktari wa tawi la Muhimbili. Na leo tupo hapa kuwapa habari njema za Afya Festival 2025. Asante sana. Hii ni nimesikia kuhusu fiestas nyingi sana, na kisikia fiesta ni inanikumbusha kuhusu Tigo Fiesta. Hii ni Afya Fiesta. Natamani watu waelewe kwa kina wazo kuhusu Afya Fiesta limekujaje, na kwa nini nimekuja na hili wazo. Na nafikiri jina pia linajiuza kwa kiasi kikubwa sana, na naamini litapata ushiriki mkubwa sana wa watu. Afya Fiesta limeanzia wapi na kwa nini tunalo leo mpaka limekuleta Basili TV? Okay, asante sana. Kama wewe ulivyokuwa unasikia Tigo Fiesta, Wasafi Festival, zote hizo tunazisikia. Yes. Sasa sisi kama wanafunzi wa afya tuliamua kufanya kampeni ya afya. Tukasema mwaka huu bana tunataka kuinvolve vijana. Na kwa namna gani tunaweza tukawahusisha hawa vijana? Ni kwa kuwapa kitu wanachotaka kusikia. Kwa hata wewe ulivyosikia Afya Fiesta, yani kuna kitu kinakuja kwenye moyo wako. Kwa namna hiyo, Afya Fiesta hii ni kampeni ya afya na sio kuhusiana na music wala nini, ila kama celebrations zingine, sisi tuna celebrate upimaji wa afya. Ndio maana tutakuwa na kambi za afya, yes, ya magonjwa mbalimbali yasiyoambukiza pamoja na ukimwi, pamoja na kucheza mpira. Sisi ni vijana, kuepuka tabia bwete. Kwa maana tutacheza mpira pamoja na kufikia jamii, wale vijana wanaokuwa, vijana wadogo wa mashuleni. That is all about Afya Fiesta. Sawa sawa. Na Afya Fiesta imeanza, mnategemea itafanyika kwa kipindi gani na mmepanga kuanza lini? Okay. Kama tunavyojua, siku ya tarehe 7 mwezi wa 4 ni siku ya afya duniani, yani ni World Health Day according to shirika la afya duniani WHO. Kwa hiyo ndio itakuwa siku ya ufunguzi. Kwa sherehe zote za ufunguzi za Afya Fiesta zitafanyika mwezi huu. Lakini kumbuka hii ni kampeni inayoenda wilaya 3 za Dar es Salaam, Ilala, Kinondoni na Temeke. Na tunatarajia kufikia watu wengi, watu 7,000, ni watu wengi. Sawa. Kwa itaenda mwezi wa 4, mwezi wa 5 na probably inaweza kafika mpaka mwezi wa 6. Na itategemea na nini ili kuongeza muda, nini itategemea mpaka kamati labda iamue tuongeze muda kidogo au la? Kama unavyojua waandalizi ni wanafunzi na kuna ratiba mbalimbali za chuo ambazo zipo hapo katikati. Kwa like timetable yetu iko fixed na tumeshajipanga. Kila kitu kipo tayari.
japo tunaendelea kukaribisha watu zaidi kuweza kusupport the campaign, lakini kila kitu kiko tayari. Lakini kulingana na ratiba za chuo zinaweza zikasababisha kitu chochote hapo katikati. Kwa ndio maana tumejiwekea hiyo range, lakini kila kitu kiko set na katika hiyo miezi tunaweza tukafanya. Okay, sawa. Na maana yake mmepanga tunafahamu wanafunzi wa udaktari wako kuna vyuo kadhaa ambao vinatoa taaluma ya udaktari wa binadamu hapa Dar. Nadhani kwa level ya kwa ngazi ya shahada tuna chuo cha Afya Sayansi Shirikishi Muhimbili, lakini pia Bahati Kairuki na vingine ambavyo vinaweza vikawa vinapatikana hapa na nje ya mkoa. Ushiriki wa wanafunzi wengine katika mikoa mingine na wale ambao wapo hapa, mmewekaje utaratibu wa watu kushiriki katika hii Afya Fiesta? Okay, asante sana. Kama tunavyojua TAMSA kuna vyuo vingi ambavyo tuko chini ya hiyo umbrella ya TAMSA Tanzania. Kwa TAMSA MUHAS akifanya jambo ni la TAMSA Tanzania. Kwa maana yake sisi tunavyoandaa hili jambo lazima tushirikishe ndugu zetu wa Kairuki, Kampala, hivyo naongelea vyuo vya Dar es Salaam kwa sababu ndo kampeni ilipoanzia. Ila tunatarajia kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda, kwa sababu hii ni kampeni inayofanyika kila mwaka, kwa huenda ikawa adapted ikafanyika na mkoa mwingine, japo kuna wenzetu wa KUHAS huko Mwanza ambao tayari wana kampeni yao inayofanana na hii. Kwa hili ni jambo linalokuwa katika taasisi yetu ya TAMSA. Na hii ni mara ya kwanza kufanya Afya Fiesta? Yeah, kwa MUHAS ni. Okay. Kwa Tanzania? Kwa Tanzania naweza nikasema ya kwanza kuna kitu kinaitwa Anza Mwaka kwa kujua afya yako. Yes. Inafanyika kule KUHAS ambayo inaweza ikawa inafanana na Afya Fiesta kwa sababu wote tuna deal na mambo ya NCD, kuwapima watu afya, kutoa elimu ya afya, japo Afya Fiesta imetofautiana kidogo na Anza Mwaka, ila the idea ndio hiyo kwa sababu tunalenga kuifikia jamii na haya magonjwa. Sawa. Na kwenye Afya Fiesta kwenye hii celebration ambayo nyinyi mnaifanya kwa kutoa elimu, kwa kufanya nini, nahitaji kujua ni vitu gani hasa nyinyi mtavifanya ndani ya hii celebration, hii fiesta mtafanya nini? Maana nimesikia siku kuna kambi, kuna nini, nahitaji kujua nyinyi vitu gani mtakuwa mkivifanya katika hii fiesta. Okay. Idea kubwa ya fiesta ni kupinga magonjwa yasiyoambukiza pamoja na ukimwi. Kwa maana yake kama tunavyojua vijana kati ya umri wa miaka 15 mpaka 35 tumekuwa katika majanga mbalimbali. Yeah. Tukiongelea NCD zamani sisi tulikuwa hatui affected. Ila sasa hivi unashangaa vijana sasa ndio sisi ndio wanene, sisi ndio vibonge, sisi ndio tuna hypertension pia. Yeah. Pamoja na ukimwi, hili age group data zao za ukimwi hazipatikani sana. Kwa maana yake Afya Fiesta italenga na kupima kujua afya yako. Specifically NCD, hypertension, diabetes pamoja na BMI, mambo ya obesity, na kutoa elimu ya vitu kama hivyo pamoja na ukimwi. Kwa maana yake tutakuwa tunafanya hizo medical camp katika wilaya zote. Na medical camp itakuwa inafanyika siku moja, ambapo kabla ya hiyo siku lazima tufanye sensitization. Sensitization itafanyikaje? Kitu cha kwanza ndo tutaenda kwenye community, tutaenda shuleni, tutawaelimisha wale vijana na kuambia kwamba warudi nyumbani Jumamosi yake kuna medical camp. Na kufika kwenye community, masokoni, kutoa taarifa kuhusiana na hii event yetu ya Jumamosi. Kwa siku ya Jumamosi ndo ambapo tutakuwa tunafanya hizo screening and everything. Ila kwa Ilala it's a bit different. Ilala kwa sababu ndo opening ceremony inafanyika siku ya tarehe 7, tutakuwa na mechi siku ya tarehe 7 ya ufunguzi kati ya wanafunzi madaktari kutokea Muhimbili na hopefully vyuo vingine, kwa sababu tunatengeneza timu ya TAMSA ambayo itaenda kupambana na vijana wa Ilala. Kwa hiyo you can understand. Tunashindania kombe la Afya. Sasa bana, hii ni The Pharmacist ya Basili TV na kujia moja kwa moja kutokea kipande hiki cha Upanga Magharibi. Usisahau tunapewa nguvu na GI Health. Hawa ni wasambazaji na wauzaji wa vifaa tiba mbalimbali kama spirometer, surgical gloves, disposable face mask, catheter na vingine vingi, na unaweza kuwapata kwa nambari 0758 400 000. Bado tupo na mwenyekiti wa chama cha wanafunzi wa udaktari ni tawi la MUHAS
ni chapter ya MUHAS Yeah. Yes, tumeungana naye hapa ambapo pia baadaye utapata nafasi ya kumsikia mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Afya Fiesta. Bado niko na mwenyekiti. Nahitaji kujua vision, maono yenu kwenye hii Afya Fiesta. Mnaona nini pale ambapo mkikamilisha hii Afya Fiesta kwa hiyo muda wa miezi labda mitatu mkimaliza, mnadhani kuna kitu gani mnaenda kuki-impact kwenye jamii, hasa katika hayo maeneo ambayo umeyagusia? Kwa hiyo natamani kujua maono yenu nyinyi kama chama ni nini hasa kwenye mpaka mmekuja na hili wazo. Okay. Maono yetu sisi kama chama ni kutengeneza kizazi ambacho kina elimu kuhusiana na haya magonjwa yasiyoambukiza pamoja na ukimwi. Kwa hiyo tunatumaini kwamba sisi kwa kushirikiana na wizara, kwa sababu hizo harakati zinafanywa na wizara, kwa kuunga mkono harakati za wizara katika hiki kipindi cha miezi mitatu, tutakuwa tumetengeneza jamii ambayo ina uelewa wa magonjwa yasiyoambukiza na ina uwezo wa kujikinga wasipate haya magonjwa. Okay, sawa. Na nahitaji kujua, mmesema mtafanya medical camp, sijui pia kama mtafanya zile community. Najua medical camp ni sort fulani ya community outreach. Natamani kujua kama mmepanga kuyafikia, manake mkisema medical camp ni mnaweka eneo maalum na mtakuwa mkisubiri watu waje kwa ajili ya kupata hizo huduma za vipimo katika hayo maeneo ambayo umenigusia. Natamani kujua kama mmejipanga kuwa na jumbe fulani ambazo nyinyi kwamba hao watu ambao watakuwa wakitoa elimu watakuwa wakifika labda kwenye maeneo ambayo yana namba kubwa ya watu, labda kama kwenye masoko, kwenye shule, kwenye nyumba za ibada na kadhalika. Sijajua kama hiyo nayo labda ni sehemu ya Afya Fiesta. Ni sehemu ya Afya Fiesta, lakini kwa wilaya ya Temeke pekee yake. Okay. Temeke imeonekana kwamba ni wilaya ambayo the prevalence ya magonjwa yasiyoambukiza ni kubwa kuliko Ilala na Kinondoni. Kwa tukaamua kuongeza nguvu Temeke. Kwa tutaenda kwenye masoko kuwafikia wale wamama waliokuwepo kule na wababa ili kuweza kuwapa elimu mbalimbali ya haya magonjwa na kuwakaribisha kwenye screening. Ina jumbe hizi ambazo naamini kwa sababu utakuwa kuna jumbe ambazo nyinyi mmezichagua kwa hizi ndio zinatakiwa zifike kwa jamii. Naamini hata hawa volunteer au wanaojitolea katika kuenda kutoa elimu, kuna utaratibu mmeweka kwa ajili ya kuhakikisha wanakuwa na jumbe moja, yani uniform. Sijajua nyinyi utaratibu ambao mnautumia kuhakikisha watu wanatoa jumbe moja, pengine labda kuna workshops or whatever. Na tamani kusikia nyinyi kama chama mnahakikisha vipi jumbe ambazo mnazitoa kwanza zinakuwa na niseme labda clarity ya ile jumbe, kwamba ina urahisi wa mtu kuelewa, lakini pia usahihi. Na naamini kuna mbali na nyinyi tu wanafunzi, lakini kuna walezi ambao wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnachokifanya kinakuwa kina faida na impact kwenye jamii. Kwa nyinyi kama chama mmejipangaje hasa katika ile eneo kuhakikisha kwamba watu wetu wana knowledge ya kitu tunachoenda kufanya? Okay, sisi kama chama kwanza tumefanya recruitment ya watu ambao wataenda kufanya hizo kazi, yani wanafunzi watakaoenda kutoa elimu katika jamii. Kwa katika kwa recruit siku ya Jumamosi, maana hata kutoa siku ya Jumamosi tunafanya online kama ni workshop ambayo itawa orient na Afya Fiesta. Okay. Then watakuwa na workshop series 2 ambayo moja watakuwa wanafundishwa how to do the screening, kwa sababu watakuwa wanasaidizana na MDH. Okay. Na MDH. Okay. Watakuwa wanasaidizana na MDH pamoja na Tanzania NCD Alliance. Pia watapewa elimu ya kwa namna gani wanaweza wakadeliver hiyo information kwa makundi tofauti. So ya medical students waweza ukafika ukaanza kusema hypertension ni type nini. Yeah. Kwa hiyo lazima okay, sawa. Na umegusia kuhusu medical ni management development for health.
MDH na hiyo ni NCD Alliance. Hawa ni stakeholders ambao wanafanya maboresho na maendeleo katika sekta ya afya, na nyinyi kama chama cha wanafunzi sasa wa udaktari, naamini mnafanya in collaboration na other students association. Sijajua kwenye position labda kuna component labda mmewaza kuiweka, labda kuna manake mtu anapopata labda taarifa au elimu kuhusu labda shinikizo la damu, naamini kuna segment ya dawa. Nyinyi ni wataalamu wazuri sana wa magonjwa ya binadamu, lakini kuna wataalamu wa dawa. Sijajua kama mliwaza labda kucollaborate nao na kuhakikisha kwamba ile taarifa ya ugonjwa lakini pia na dawa inamfikia mwanajamii au mwananchi ambaye amefika kwenye camp vile ambavyo inatakiwa. Nafahamu dawa kwa kina sana, lakini pengine labda wataalamu wa dawa pengine wakikuja na ku-add value kwa kiasi fulani. Sijajua kama mmewaza katika hiyo perspective. Okay. Sisi tuna deal, unajua kwenye kudeal na community problems kuna two parts. You either treat or you prevent. Sisi we are preventing. It's more of tumekukuta una pressure yako iko juu, we will give you the education that you need. Pia tutakuwa na hospitali because those people will be, yani watakuwa wanazungumza na madaktari at some point. Kwa wataalamu wa madawa tunawakaribisha, ndugu zetu TAPSA. Tunawakaribisha sana kwa sababu ili jambo ni la kwenye jamii. Na kama pale ambapo unahisi mkono wako utakuwa ni wa muhimu, ni vizuri uweke ili mambo yaende sawa. Lakini pia kuna watu wanaitwa chama cha wanafunzi wa maabara Tanzania TAMELASA. Nadhani nao pia kwa sababu mnafanya vipimo pengine na wangekuwa ni sehemu pia, naamini imewafikia kwa kiasi fulani, au pia kuna mpango wa kuwafikia ili kuleta ile impact kubwa, kuhakikisha kwamba vipimo vinapata mtaalamu mzuri wa kuinterpret. Naamini nyinyi ni wataalamu wazuri sana kufanya nini, lakini pia nadhani tukijoin force na kuleta nguvu ile ya pamoja, naamini impact itakuwa nzuri sana. Na samani iwe ni Afya Fiesta, wasimamizi watakuwa chama cha madaktari, lakini iwe ni nguvu ya pamoja. Hilo ni la kwangu tu mimi kama bana. Hii is The Pharmacist ya Basili TV na kujia moja kwa moja kutokea kipande hiki cha Upanga Magharibi, na tumekuwa na maswali kadhaa na mwenyekiti wa chama cha wanafunzi wa udaktari Tanzania chapter. Brothers and sisters, mabibi na mabwana, hii ni kwa mara nyingine tena tunaendelea na Afya Fiesta, lakini pia usisahau kwamba tunapewa nguvu na GI Health. Hawa ni wasambazaji na wauzaji wa vifaa tiba nchini Tanzania, yani spirometer, gloves, surgical gloves, catheter na vifaa vingine vingi kabisa, na unaweza kuwapata kwa nambari 0758400000 ili kuagiza vifaa kwa ajili ya hospitali yako, famasi yako na kokote pale ambapo utakuwa ukihitaji kutumia. Na tumeungana sasa na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya hili bwana Afya Fiesta. Ni tukio kubwa sana ambalo linafanyika kwa miezi mitatu, ni tukio kubwa sana. Mimi nimekuwa nikifanya baadhi ya matukio, lakini tukio ambalo linaenda kwa miezi mitatu ni tukio kubwa sana. Kwa hiyo nikupongeze katika hili, ikupewa kijiti cha kusimamia hili. Kwa hiyo na kukaribisha sana mwenyekiti, jitambulishe wewe ni nani, lakini pia ni nani kwenye Afya Fiesta na majukumu yako ni yapi, pengine utuambie katika Afya Fiesta 2025. Karibu. Sawa, asante sana. Kwa majina naitwa Joy Jackson Mpoiki,
Ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Afya Fiesta 2025. Na ni kweli ni tukio kubwa kama tunavyoongelea. Miezi mitatu ni kwa sababu tunataka tufikie watu wengi. Tunataka tu kufanya tukio kwa maana ya kufanya na kukamilisha. Tunataka kweli tuache impact kwenye jamii. Sasa kama nafasi yangu ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi, na jukumu langu kubwa ni kuhakikisha kila kitu kinakuwa organized na the goal na vision ya hii event inafikiwa. Sasa kwa naamini hata wewe mwenyekiti unatamani kuona ile tukio linafikia watu wengi sana. Sasa katika hili la kuwafikia watu wengi sana, ni namna gani ambazo wewe na kamati imeziweka kuhakikisha kwamba tunapata idadi kubwa ya watu katika washiriki ambao tunaweza kuwafikia katika hii Afya Fiesta? Ni vitu gani ambavyo kama kamati na kama chama imeviweka kuhakikisha kwamba tunafika kwa watu wengi? Lengo letu kubwa ni kufikia watu wengi. Na tumeweka activity mbalimbali. Zumuni kubwa ni kusensitize na pia kuhakikisha kwamba ujumbe unafikia watu wengi. Kwa tutakuwa tuna ground activity pamoja na online activity ambazo zote tunazifanya kwa zumuni moja, ujumbe wafikie watu wengi. Nikisema upande wa ground activity ndio kuna school outreach, community outreach, naenda maeneo ambapo kuna watu. Tumechagua shule strategic ambazo zina watu wengi na tutaenda katika shule nyingi. Hiyo yote kuhakikisha kwamba idadi kubwa watu inafikiwa. Na pia katika siku ya medical camp tumecooperate na michezo ili kuwavuta watu eneo la tukio. Kiacha mbali kwamba hizi school outreach na community zinazofanywa kabla ya tukio kusensitize na kuspread information, ila pia tumeweka na michezo ili kuvutia watu na watu waweze kufika eneo husika. Pamoja na hiyo, tutabandika matangazo mbalimbali kwenye maeneo husika ili watu wapate taarifa. Tunafahamu umuhimu wa tukio tunalifanya, na hivyo tuna mpango wa kushirikisha pia taasisi za kijamii. Bali kama tunaongea makanisa na misikiti, kuna watu wengi sana. Na ukipata taarifa hii tunaamini itasensitize, tafuta watu. Pia na magari. Magari yako pale kwenye ofisi za wilaya. Ni swala tu la kuweka tu mafuta. Magari yatembee mtaani, information afikie watu wa sensitize. Kwa tayari imeshafika kufanya ufuatiliaji wa hiyo miundombinu ya usafiri. Hiyo miundombinu ya usafiri tumefuatilia, na tulikuwa tunafanya hii process, tulikuwa tunafanya moja kwa moja kwa kushirikiana na wadau wa huku chini, maana wadau katika ofisi za wilaya. Na tuliongea nao vizuri tukafikia, ila wao wakasuggest kwamba ili tukamilishe vyote inabidi barua itoke kwa RAS. Kwa hiyo tupo tunafuatilia mchakato, barua ishaandikwa, ni majibu tu kutoka kwa RAS ambayo hopefully tunapata very soon, na process hizi ziende vizuri. Bila negotiations za kawaida na kila kitu kipo tayari. Hii naamini itavuta watu wengi, sio tu kwa jamii, hata kwa wanafunzi ambao wanatamani kushiriki. Lakini tarehe 20 ya mwezi huu, yani mwezi wa 3, ndio deadline, si ndio, ya ku recruit hawa watu wanaweza kushiriki kama members. Sijui kama kamati imejipanga kuongeza dirisha kwa wale ambao wanatamani baada ya hichi kipindi. Naamini kuna watu watatamani kujumuika katika pengine sio wanafunzi tu Muhimbili, wengine kutoka Kampala, kutoka Batkairuki. Sijajua kama mmewaza kuongeza muda kidogo, au hii tarehe 20 ni muda ambao pia uliongezwa kutoka kwenye deadline fulani ambayo ilikuwepo hapo kabla, au ni mapema kuisema? Hapana, wala sio mapema. Yes. Tarehe 20 ambayo tumeiweka deadline ya kuapply, na nipende kusema tu mpaka sasa hivi wameapply watu wengi. Mtukio ni mkubwa hadi sisi wenyewe tumeshangaa. Idadi ya watu wanapply, wanafunzi wengi wamejitokeza, na wengine walikuwa wananitafuta binafsi, wakaniambia wamepata shida kuapply, wanaweza kaniapply, tuko tuna solve vizuri. Kuhusu swala la kuongeza, ni majadiliano ambayo yapo tayari ndani ya kamati. Tumeliona hilo swala, tumeona haja yake, na huku tukiangalia dhumuni letu kubwa
Kwa sababu tunafanya hizi workshop. Hii workshop ni kwa ajili pia ya kuempower medical student with the right knowledge. Exactly. Na kuwawezesha wao kuweza kudeliver hiyo information katika age group mbalimbali. Kwa hiyo tunafikiria na tutaangalia utaratibu mzuri wa kuongeza span na kuongeza watu wengi ili waweze kupata huu ujuzi na hii taarifa. Tunataka tuwaelimishe wengi, ingawa tunaweza tukawatumia wachache kwa ajili ya kwenda nao kwenye volunteering process, ila tunaamini knowledge tutakao impact tutakaowaachia nayo itaendelea wanao pamoja na italeta impact zaidi. Changamoto nyingine ambayo watu wengi wanaofanya matukio ya aina hii ni funds, ni fedha katika kuhakikisha watu wanapata mazingira rafiki ya kufanya hizi kampeni, kwa sababu wanajitolea, lazima utengenezee mazingira mazuri kwa ajili ya kufanya. Sijajua kama chama, kama kamati, kama kuna changamoto yoyote ambayo mnaipata katika kuhakikisha mnapata, sijajua basically source of funds, fedha katika coordinate hili jambo zinakuwaje? Labda kuna watu wanachangia kwa kiasi fulani au kutoka kwenye ada za wanachama wa chama na vitu kama hivyo. Tamani kusikia ili pengine labda kuna wadau wakitutazama wanaweza wakaona kama kuna opportunity au nafasi ya kuweza kusupport. Sawa. Pande ningeanza kwa sababu kuna maswali mawili. Kwanza ni challenges ambazo tunazipata na swala zima la funds. Na swali la pili ni source zetu of funds ni zipi. Na kwa upande wa challenges tunaopata, challenge kubwa hasa ni kubwa wa tukio lenyewe. Tukio lenyewe ni kubwa kiasi kwamba watu wanaona kwamba kweli mtaweza kufikia malengo. Tukio ni kubwa, ila watu hawajui kwamba tumejipanga. Okay. Saa ingine ukubwa wa pua sio kama kamasi, ila sisi tumejipanga kufikia malengo. Na challenge kubwa ya pili ambayo tunaipata ni protocol ambazo zipo hasa kwenye kuzifikia hizo organization. Na nipende tu kusema kwamba tumekuwa na mafanikio makubwa endapo tukimpata mtu sahihi na taasisi na kuelezea kitu tunachoandaa, wala tunapata funds. Ila sasa nyingi proposal nyingi, harakati nyingi zinaishia huko chini na kutata msika hadi unaona unapata mawasiliano moja kwa moja na mtu ambaye anabidi atoe maamuzi, anashangaa kwamba taarifa hata mimi bado sijanifikia. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo tunapata hasa kwenye protocol ambazo zipo kwenye kufikia msika. Na changamoto ambazo sasa mnazipata, namaanisha changamoto ambazo sasa mnazipata. Of course hiyo ni challenge kwenye bureaucracy ni kubwa, sasa unakwenda kutafuta hizo funds, lakini pia nyinyi hasa source of funds bado una rely kwenye wawezeshaji kama hao na wadau mbalimbali, au kuna nyinyi kama chama kuna namna fulani ambayo umejiwekea ya kusupport na ya kuwezesha hili? Na source of funds kubwa ambayo tunategemea kutoka kwa wadau mbalimbali wanaopenda maendeleo ya jamii na wanaopenda afya. Sababu ya tukio tunalofanya na vision yetu ina align sana na juhudi za serikali hasa katika kuleta transformational changes, national changes. Our major source of funds is taasisi ambazo wanakuwa tayari kusupport kulingana na tukio tunalofanya na ukubwa wao. Kwa wao wamepata nafasi ya kutusikiliza na wakapata nafasi ya kuona maono yetu na nafasi ya kutuelewa, wako tayari kutunga mkono. Na tunaamini taasisi zingine pia zinakaribishwa kuja kutunga mkono. Pata nafasi ya kutusikiliza bila kuahidi. Wewe mwenyewe utataka kuunga mkono. Asante sana mwenyekiti wa kamati, pengine ungetutajia mawasiliano yako, labda kama kuna mdau anatutazama anaweza na anatamani kuwa sehemu ya Afya Fiesta 2025 anaweza kukufikia. Natamani ututajie mawasiliano yako ili watu waweze kufikia wewe, ili uweze kuwafikishia wanakamati na chama kwa ujumla, katika kwa wale ambao wanatamani kuwa sehemu ya hili. Karibu. Sawa. Mawasiliano yangu, namba ya simu ni 0689
10 78 40. Ila pia unaweza ukatuma email kupitia afyafiesta@gmail.com. Yote unaweza kutuwasiliana sisi na ukatufikia vizuri, jumbe ukafi. Asante sana. Bana, ni Joel Mpoyiki, ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Afya Fiesta 2025. Bana, hawa ni wanafunzi wa udaktari chini Tanzania, wamekuja na hili jambo lao kubwa sana kwa jamii ya Watanzania, na tumetoka kuungana na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi, na tutaenda kuungana pia na mratibu wa mambo mbalimbali na projects mbalimbali zinazofanywa na hii, naye pia akijaribu kutanabaisha kwa uchache sana kuhusu Afya Fiesta 2025. Bana, hii ni The Pharmacist ya Basili TV na kujia moja kwa moja kutokea kipande hiki cha Upanga Magharibi. Usisahau kwamba tunapewa nguvu na GI Health, au ni usambazaji na wauzaji wa vifaa tiba nchini Tanzania, na unaweza kuwapata kwa nambari 0758400000. Agiza wewe kama hospitali, kama pharmacy, kama maabara, msimamizi wa maabara, vyovyote vile ambavyo unatamani kutumia hivi vifaa mbalimbali katika taasisi yako. Asanteni sana, msiondoke. Bana, hii ni The Pharmacist ya Basili TV na ukijia moja kwa moja kutokea kipande hiki cha Upanga Magharibi, ambapo hapa nakuletea mimi wakili wako afya, nakuletea majadiliano kati yangu na wadau, wataalamu, watunga sera, watafiti na wanafunzi mbalimbali katika sekta ya afya, ambapo utapata elimu na mafunzo mbalimbali, ufafanuzi, maoni na taarifa juu ya mambo mbalimbali yanayotokea katika afya yako na jamii kwa ujumla. Na taarifa ya leo ni kuhusu Afya Fiesta 2025, ambapo chama cha wanafunzi wa udaktari wana jambo lao hili ambalo watalifanya muda mfupi kutokea sasa, na tuliungana na mwenyekiti wa chama cha wanafunzi, lakini pia tuliungana pia na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi, na sasa tunaungana na mratibu wa mambo mbalimbali wa projects mbalimbali, yani projects coordinator wa chama cha wanafunzi wa udaktari chapter MUHAS, Mr. Faraji Zalala. Bana, karibu sana Basili TV, karibu sana The Pharmacist. Asante sana. Yes. Na kwa ufupi sana natamani watu wakufahamu wewe ni nani, na majukumu yako ni yapi kwenye chama na chama kwa ujumla. Karibu sana. Yeah, asante sana. Kwa majina naitwa Faraji Zalala na ni project coordinator yes, katika chama cha wanafunzi madaktari Tanzania, lakini chapter ya Muhimbili. Okay. By the way, kwa cheo mimi ni project coordinator, kwa maana ni mtu ambaye nasimamia project zote ambazo zinafanyika ndani ya hapa Muhimbili, kwa kuhakikisha zote kwa upande huo wa wanafunzi zinafanyika vizuri kwa ubora, na tunapanga mipango, tuna support every movement ambapo kama timu mbalimbali zinaleta pale, lakini kuhakikisha kwamba mawazo mbalimbali yanatengenezwa ili kuhakikisha kwamba lengo la kufikia jamii, kupata awareness, kujifunza ili kuwakinga jamii kutokana na maradhi mbalimbali linafikiwa. So sote kwa hiyo hata kwenye hili la Afya Fiesta naamini kuna nafasi yako kubwa sana kwenye kuhakikisha hili linafanyika. Sasa kikubwa hasa ninachotamani utuambie wewe kama project coordinator ni kuiondoa hofu jamii ambayo tunaenda kuifikia kwenye Afya Fiesta 2025. Natamani kujua watu ambao kuhusu vile vitu au vifaa vitakavyotumika katika hii kampeni, uratibu wake, yani ile chain ya supplies kutoka kwa vinapotoka kuhifadhiwa kwake mpaka kufikia siku ya matumizi kwa jamii. Nyinyi kama chama mmeandaaje kuhakikisha kwamba hakutakuwa kuna changamoto yoyote inaweza labda
kupunguza ufanisi na utendaji kazi wa vifaa ambavyo vitakavyotumika. Yes, nimekupata vizuri, na kama unavyojua kwamba sisi TAMSAMUAS by the way tumeshirikiana na wadau mbalimbali wa afya. So tuna ADH Tanzania, lakini pia kuna TANCDA. Kama tulivyosema, magonjwa ambayo tunaenda kudili nayo tunasema kwamba ni haya magonjwa ambayo ni sio kuambukizwa, kwa maana kuwapa watu elimu pamoja na kufanya screening. Tunafanya screening maybe kwamba tunawapima watu labda sukari, sawa, yes, pressure na vipimo vingine, lakini tunaposema magonjwa ya kuambukiza tunazungumzia kwamba labda pamoja na HIV, ukimwi, kwa maana kuna vipimo tunashirikiana na MDH. Kwa hiyo hapa sasa usalama wa hivi vifaa au vitu ambavyo vitatumika kuhakikisha kwamba watu wanapimwa vizuri, kwa maana MDH nadhani tunawafahamu Tanzania, wao wanahusika direct kwamba na kuviandaa vifaa saa na siku ya tukio kuja navyo mpaka pale. Mbali na hapo, before tutakuwa na timu ambayo tutakuwa tumetrain vizuri namna gani ya kutumia vile vifaa kuhakikisha kwamba tusisababishie vile vifaa vyenye kuleta matatizo kwa jamii. Kwa hiyo watakuwa well equipped na elimu ili ya kuvihandle na kuvitumia. Kwa hiyo usalama utakuwa okay, kwa sababu kuna watu ambao wana uzoefu wao, lakini pia wapo watu ambao watakuwa trained. Lakini pia vile vile ukija kwa upande wa hivi vifaa kutoka TANCDA ambao vifaa tunatumika kupima sukari, nasema blind, wao ndio wanakuwa waandalizi, kwa maana wanakuja nao pale, na nasema blind training kwa watu namna gani ya kutumia na kuvihandle kuhakikisha kwamba tusisababishe madhara kwa jamii. Inakuwa okay. Kwa hiyo 100% hicho kitu kipo ndani ya uangalizi mkubwa sana kwa watu ambao wana uzoefu mkubwa na elimu pia. Okay, kwa hiyo 100% hicho kitu kipo ndani ya uangalizi mkubwa sana kwa watu ambao wana uzoefu mkubwa na elimu pia. Kwa hiyo nyinyi sio kama mnavichukua kwa muda na kukaa navyo, na kwa hiyo nyinyi manake siku ya tukio vinakuwa vikitoka moja kwa moja kutoka kwa wadau ambao ni taasisi kubwa ambazo zina miundombinu ya kuhifadhi hivi vifaa. Yes. Okay, sasa hii nadhani hapo utakuwa umeondoa shaka wananchi ambao wanatamani kuja kupata huduma siku hizo ambazo mtaziweka. Na nadhani mnaweza kuwafuatilia na kuifuatilia Afya Fiesta na taarifa zake katika social media platforms zao zote za chama cha wanafunzi wa udaktari, hasa chapter ya MUHAS pale nchini Instagram, nchini Twitter. Wanaweza kuwafuatilia pale ili kujua kwamba itaanza lini, ili pia watu kujiweka sawa na kuhudhuria kwenye hizo afya camp. Changamoto ambayo mnaipata mpaka sasa ni ipi kubwa ambayo mnapambana nayo kwenye kuhakikisha kwamba watu wanafikiwa na hii taarifa, lakini pia hata hao ambao wanafunzi wetu wanapata taarifa ya ushiriki? Naamini kama project coordinator namna zote zimewekwa sawa kuhakikisha watu wanafikiwa na hii taarifa. Naamini vyo vyote vimeshafikiwa physically, bali na matangazo katika mitandao ya kijamii. Naamini mmefika physically kwenye haya yes. Kama ilivyo hizi zamani za utandawazi sana. Yes. Yes, so within 1 minute unaweza ukajikuta umefikia millions of people. Yes. Kwa hiyo sioni changamoto kwenye kuwafikia watu kwa sababu tuko kwenye zama sahihi sana za mitandao ya kijamii, so kupitia Basili TV. Yes, I know hii ni mara pili kuja hapa, so nafahamu kwamba tumeshawafikia watu wengi sana. Bali na hivyo tuna group za WhatsApp, pia tuna Instagram na social media, lakini tuna uwezo pia kufika physically mashuleni before, sawa, lakini pia na kuhabarisha chapter zingine zote zinakuwa zinafanya publicity ya hili tukio. So niwapongeza sana pia publicity yetu, kwa maana inaenda vizuri na mpaka sasa hivi niseme tumeshafikia watu wengi sana. So ni moja ya tukio kubwa sana. So na warai wadau watakaposikia taarifa hizi, sawa, yes, waje kwa wingi ili kuhakikisha wanakuja kupata au wanakuja kula chakula kile ambacho sisi tumeandalia kwa ajili ya afya, ili kuweza kuishi maisha ambayo free from kula chakula kile ambacho sisi tumeandalia kwa ajili ya afya, ili kuweza kuishi maisha ambayo free from disease. Mwisho kabisa natamani kusikia kutoka kwako, mtaenda kufanya kampeni hii nyinyi kama chama,
lazima pia mtapima matokeo ya hili mlilolifanya ili kuona sehemu ya labda ya kuboresha na kuongeza nguvu katika Afya Fiesta zijazo, labda pengine mwakani 2026. Ni vitu gani hasa nadhani mmeviweka na mtakapokuwa mkiviangalia kuhakikisha kwamba mnaamini hichi mlichokifanya kimeleta tija kubwa kama ambavyo mnatamani kuona kwamba hichi kitu kinaleta tija kubwa kwa jamii? Ni vitu gani hasa mmeviweka kama chama kuhakikisha kwamba Yes, kuna vitu tumeweka ambapo tunasema kwamba measures, lakini pia tunakuwa na indicators ambazo zinaonyesha kwamba je, tumewafikia na kwamba imeleta ubora kiasi gani kwa jamii. So vitu ambavyo vya msingi kabisa ambavyo tunaviangalia, tumesema hii ni movement by the way, ambapo tunaenda ku create awareness kwa jamii. Kama tulivyosema, twende kutibia, tunaenda kuhakikisha kwamba jamii sawa isiingie kwenye changamoto kuingia kwenye diseases. Kwenye movement tunakuwa na vitu vingi ambavyo tunavifanya. Ile elimu tunaitoa, watu wataanza kuwa na habit au karakta ya kufanya mazoezi, watu watakula vyakula fulani hivi. So sisi kupitia na taasisi zingine kama TANCDA, MDH na taasisi nyingi ambazo zinafanya hizi movement pamoja na research, tunaenda kuona kwamba comparison ya research ya mwaka huu juu ya watu ambao maybe wanapata new cases za HIV, aidha watu ambao wanaingia kwamba new cases za hypertension, new cases za diabetes, na zile movement ambazo tunaona watu wanakuwa na habit ya kufanya mazoezi, gyms zinaongezeka, unaelewa, zinaongezeka. So hicho kitu kwetu sisi kama kitapungua, kitakuwa kwa maana kwa upande wa diseases new cases zitapungua, na tabia za watu kufanya mazoezi na kujihusisha na kwenye tabia ambazo zitafanya wawe na afya bora. Kwa maana hicho ni kitu kikubwa ambacho tutakiangalia, kwa awareness ya watu inakuwa, lakini watu waenda kushiriki direct. Kwa hiyo matokeo ni new cases zitapungua ukikompare kwenye research. That's why tunashirikiana na taasisi. Kwa matokeo ni new cases zitapungua ukikompare kwenye research. That's why tunashirikiana na taasisi mbalimbali. Kwa pengine tutegemee kuona kuna baadhi ya tafiti zikifanyika baada ya Afya Fiesta. Yes. Asante sana. Bana, ni Faraji Zalala, huyu ni project coordinator wa chama cha wanafunzi wa udaktari chapter ya MUHAS. Tumeungana naye katika The Pharmacist katika kuangalia Afya Fiesta 2025. Hii ni The Pharmacist ya Basili TV inayokujia moja kwa moja kutokea kipande hiki cha Upanga Magharibi. Bana, tumefikia tamati ya Afya Fiesta session. Naamini umepata taarifa nyingi na umejifunza vingi sana kuelekea kwenye Afya Fiesta 2025. Lakini pia usisahau kwamba tunapewa nguvu na GI Health. Hao ni wasambazaji na wauzaji wa vifaa tiba nchini Tanzania kama spirometer, surgical gloves, mask, catheter na vifaa vingine vingi sana kwa ajili ya taasisi yako ya afya, yani kama pharmacy, hospitali na kadhalika. Na unaweza kuwapata kwa nambari 0758 Hii ni The Pharmacist na mimi ni wakili wako wa afya Adam JM. Usikose episode inayofuata. Asanteni sana. Ramadhani Karim, Ramadhani Mubarak.